Haya ni maeneo 7 hatari usipotakiwa kuyataja majina yako yote matatu. Hii ni siri nzito inayoweza kubadilisha hatima yako kabisa. Katika maisha ya kiroho, watu wengi hudhani jina ni utambulisho wa kawaida tu, lakini kwa kina zaidi jina linafungamana na nafsi yako, historia yako na hata mwelekeo wa maisha yako. Ndio maana si kila mahali unapaswa kujitambulisha kwa majina yako yote matatu. Yapo mazingira ambayo ukifanya hivyo bila tahadhari, unaweza kujikuta ukifungua milango ya matatizo ambayo huwezi kuiona kwa macho kabisa. Haya ni maeneo 7 hatari ambayo utakiwi kabisa kuyataja majina yako yote matatu. Na kama ukifanya hivyo, utajikuta unaingia kwenye shimo bila kujua na kuitalisha kabisa nyota yako. Eneo la kwanza, mbele ya mtu usiyemfahamu anayekuuliza majina yako yote matatu kwa msisitizo. Si kila mtu anayekuuliza jina lako ana nia njema. Kuna watu wanajua namna ya kuingia kwenye mazungumzo kwa upole, lakini ndani yao wana malengo tofauti kabisa. Unapokutana na mtu asiyejulikana alafu na kuhitaji umpe majina yako yote matatu kwa msisitizo mkubwa, hebu jiulize, kwa nini anahitaji taarifa hiyo? Kwenye mazingira ya kawaida, jina la kwanza linatosha kabisa kwa mawasiliano ya awali, lakini mtu akisisitiza majina yako yote matatu, inaweza kuwa ni ishara ya tahadhari kabisa. Watu wengine hutumia taarifa zako binafsi kwa njia ambazo huwezi kudhibiti kabisa, kama vile kukufuatilia, kukutafuta au hata kukuingiza kwenye mazingira yasiyofaa bila wewe kuweza kujua. Usikimbilie kutoa majina yako yote matatu kwa mtu ambaye humfahamu kabisa. Jilinde kwa kutoa taarifa chache mpaka ujiridhishe kabisa nia ya mtu huyo. Eneo la pili, kwenye simu kutoka kwenye namba usiyoijua kabisa. Simu nyingi za siku hizi si zote ni salama kabisa. Kuna watu hupiga simu kwa lengo la kukusanya taarifa zako binafsi. Mtu akikupigia na kuanza kukuuliza majina yako yote matatu bila kujitambulisha vizuri, hii ni alama ya hatari. Kumbuka, majina yako yanaweza kutumika kukutambua kwenye mifumo mbalimbali, benki, mitandao ya kijamii au huduma nyingine. Ukitoa taarifa hizi bila uhakika, unaweza kujikuta unaathirika kwa njia za kifedha au kijamii. Kabla hujatoa taarifa zako, hakikisha unajua unazungumza na nani. Ikiwa una shaka na mtu husika, kata simu au uliza maswali ya kuthibitisha utambulisho wao. Eneo la tatu, kwenye mikusanyiko isiyoeleweka au vikundi visivyo na uwazi. Kuna mikusanyiko ambayo inaonekana ya kuvutia au ya msaada, lakini haina uwazi wa kutosha kuhusu malengo yake. Baadhi ya vikundi vinaweza kukuomba ujitambulishe kwa majina yako yote matatu mbele ya watu usiowajua kabisa. Tatizo hapa ni kwamba unapotoa taarifa zako binafsi mbele ya kundi ambalo uliamini kabisa, unajiweka wazi kwa watu wengi ambao hujui nia yao. Wapo watu wanaoweza kutumia taarifa zako vibaya au hata kukuweka kwenye mazingira ya kushawishiwa kufanya mambo usiyotaka kabisa.